Lakini ninamaanisha kama leo utachukua hatua ya kumkiri Yesu na kumwamini na ili uzaliwe mara ya pili, nini kitatokea kwenye maisha yako? Katulia nikwambie, utapata uzima wa milele. Na uzima wa milele sio kuishi tu bila kufa, bali ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kuanzia sasa na hata milele. Utahesabiwa haki bure, sio kwa sababu ya matendo yako tu, kwa sababu matendo hajawahi kumfanya mtu apate haki. Utahesabiwa haki kwa neema ya kwake Mungu mwenyewe, na wewe utakuwa mmoja wa wenye haki wanaotamkwa na Biblia. Hautakuwa mshindi tu dhidi ya maadui, lakini utakuwa mshindi dhidi ya adui namba moja ambaye ni dhambi. Utapewa ushindi dhidi ya dhambi na uovu. Dhambi haitatajwa tena kwako wala haitakutawala. Mwili wako huu unaouona sasa hivi hautakuwa mwili tu wa kawaida. Mwili wako utakuwa ni hekalu la Mungu mwenyewe. Mwili wako utakuwa ni chombo cha kumbeba Kristo, chombo kitakachotumika kwa ajili ya kuhubiria Injili, kama walivyokuwa kina Petro. Wakati Yesu anaanza huduma, aliwakuta kina Petro katika ile bahari ya Galilaya. Akawauliza, Petro, hiki chombo chako kina uwezo wa kunibeba? Akasema, ndio kinaweza. Sasa acha nipande. Akatumia kuhubiria Injili. Ndivyo mwili wako utakavyokuwa. Huwezi kumwona Yesu akija mwenyewe kuhubiri, lakini atakutumia wewe. Atatumia kinywa chako, atatumia kila kitu cha kwako. Mwili wako utaitwa jina lingine, ni hekalu la Roho Mtakatifu, na utakuwa wakfu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Mwili wako utakuwa ni makao ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama leo utampokea Yesu Kristo moyoni mwako, utampokea na Roho Mtakatifu automatically, na kiwango cha ujazo wake ndani yako kitategemea kiu yako ya kumtaka sana huyo Roho Mtakatifu. Na kama utaokoka na kumpokea Roho Mtakatifu, utabadilishwa kuwa mtu mwingine, na mambo ya rohoni kama miujiza, uponyaji itakuwa ni sehemu ya maisha yako. Na kuanzia hapo, watu waliokufahamu zamani watasema, mbona ni kama umebadilika? Nini kimetokea kwenye maisha yako? Waambie, nimekutana na Yesu nikabadilishiwa maisha yangu. Kama leo utampokea Yesu Kristo, utahesabika kwamba wewe ni raia wa mbinguni, sio wa duniani. Ndio maana waliojitambua kwamba wao ni raia wa mbinguni, duniani ni wapitaji, muda mwingi walisikika wakisema, kuna mahali tunaelekea, duniani tunapita, sio pa kwetu. Na Yesu Kristo alisema, aliomba mbele za Mungu akasema, siombi uwatoe katika dunia, bali uwalinde na yule mwovu. Wao sio wa duniani kama mimi nisivyo wa duniani. Hawa walioniamini, waliojiamini jina langu, ni raia wa mbinguni. Kama utampokea Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, utaanza kuwa mwenyeji wa rohoni. Utaanza kutembea katika nyanja za kiroho. Utakuwa na uwezo wa kuishi sehemu mbili kwa wakati mmoja, yaani mwilini na rohoni. Huo uwezo hakuna kiumbe chochote kina huo uwezo. Hata majini, si pepo, si shetani mwenyewe, wala si nani, isipokuwa wewe ambaye umeumbiwa na mwili. Kama leo utampokea Yesu Kristo, utapewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Lakini umiliki wako na kutawala utaamliwa kwa kadri ambavyo una bidii ya kukua kila siku, kwa sababu mrithi yoyote awapo ni mtoto mdogo, hana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo baada ya kuokoka, kiu yako ndio itaamua umiliki mapana kiasi gani, umiliki marefu kiasi gani.
utakuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu masaa yoyote yale. Ni wewe tu utakapoamua, lakini utakuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu kama vile mtu anavyowasiliana na rafiki yake kupitia simu. Kama utampokea Yesu Kristo, mawasiliano yako yataboreshwa kulingana na kiu yako ya kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, mikesha, kusoma neno na kadhalika. Hautaonewa tena, kwa sababu ndani yako itaonekana mamlaka kubwa sana ambayo Yesu Kristo ndo aliyekupa. Kwa hiyo wale ambao wanaoneonea watu, kwako hawatafua dafu, kwa sababu ya mamlaka hiyo ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Imeandikwa, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, wala nguvu zote za yule adui hazitawashinda. Nyoka inaweza ikawa ni mauti, nge inaweza ikawa ni maumivu na shida na kusongwa na maumivu. Utapewa mamlaka juu ya hivyo vitu viwili. Mamlaka kuanzia wakati huo utakapompokea Yesu, mamlaka dhidi ya mauti, kifo, hakitakuwa juu yako tena, kitakuwa chini yako. Kwa nini? Kwa sababu umeamkia uzimani baada ya kutoka kifoni. Na kama Yesu akirudi leo, wewe utakuwa sehemu ya wale watakaotwaliwa, watakaoondoka naye. Na endapo kama utaondoka sasa hivi au wakati mwingine Yesu akawa bado hajaja, jua kabisa hautapotea, maana wote walalao katika Kristo hawajapotea, wako salama, wameamkia upande wa pili.